Mimi nina mambo machache tu ya kushauri kwenye wizara hii. Kwanza tufahamu kwamba wizara hii, haya yote tunayozungumza, swala la maadili ya watoto au maadili ya watumishi au mmomonyoko wa maadili ni matokeo tu, ni matokeo ambayo yanatokana na malezi kutoka kwenye familia, ngazi ya familia. Kwa hiyo tunaweza tukazungumza mambo mengi kumhusu Mheshimiwa Gwajima na wizara yake, lakini kiuhalisia ni wizara nyingi ambazo zinahusika kuweza kumsaidia Mheshimiwa Gwajima kwenye swala malezi kwenye taifa letu. Yeye kama yeye ni matokeo tu ambayo anakutana nayo, lakini kuna swala la TAMISEMI, kuna wizara mambo ya ndani, kuna wizara tofauti tofauti zinahusika kwenye hili jambo kuhakikisha kwamba kama nchi inasonga mbele. Sasa mimi nilikuwa ninaomba Mheshimiwa waziri, kwanza ninatamani sana, kwa sababu kwanza kama taifa lazima tukiri kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Sasa kama kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, nini kifanyike? Na sisi inawezekana ndo generation ambayo Mungu ametupa nafasi ya kufanya turning point kwenye kubadilisha haya ambayo tunayaona yaende kwenye mambo mema ambayo tunayataka. Kwa sababu kama unazungumza mmomonyoko wa maadili, unazungumzia mtoto wako kwamba mimi mtoto wangu yuko salama, lakini ni kuhakikishie hutaweza kumzuia mtoto wako kuolewa na mtu ambaye hana maadili. Kwa ni lazima wote tushikamane kuhakikisha kwamba tunapata taifa jema na tunapata taifa na tunapata viongozi wazuri. Nilikuwepo kwenye mjadala mmoja na wenzangu kwamba kama tutafikia hatua hatuzuii hili swala la mmomonyoko wa maadili, tunaomba saa hizi financing za fedha kutoka nje, kuna wakati tunaomba mikopo tunapata, kuna siku tutaanza kuomba na viongozi kwa kusimamia hii mikopo, kwa sababu uwezo kama taifa la kusimamia kuwa na viongozi wazuri baadaye tumeshindwa kuzoea. Gwajima huyu wa leo ambaye tunamzungumza sio huyu Gwajima aliyelelewa kwa haya ambao sisi tunayalea watoto wetu. Ni Gwajima ambaye amelelewa kwa misingi ya maadili na taratibu zote. Sasa nilikuwa ninaomba jambo moja. Tunapozungumza swala la TAMISEMI, tunatamani TAMISEMI wenzetu wana mfumo kutoka nyumba 10 ambao unaweza kudhibiti mmomonyoko wa maadili kuanzia ngazi ya chini. Kama familia haiko tayari, lakini kuna wajibu wa barozi, kuna wajibu wa mtu wa nyumba 10 kusimamia kuhakikisha kwamba kuna jambo gani linaendelea katika jamii husika. TAMISEMI wakasaidia kuhakikisha mtu anakuwa. Lakini pili, mtoto kuanzia ngazi ya shule akipewa elimu nzuri, akaenda akakuwa hadi chuo kikuu, ni vema tukawa na mitaala mizuri ambayo inazingatia kujenga taifa letu. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri, kuwa na special program kwa ajili ya mashule kuanzia shule level ya msingi, level ya sekondari, lakini level ya vyuo vikuu. Kuna mashule mengi, kwa mfano nakupa sehemu ambapo unakuta kama taifa tumemeguka. Mtoto amelelewa vizuri kwenye seminary school kuanzia yuko shule msingi na yuko sekondari. Akishaingia chuo, mtoto anakutana na uhuru. Lifestyle ya wanafunzi wengi wa vyuo ambao tunategemea baadaye wakigraduate ndio waende maofisini, wamegeuka kuwa msiba kwenye taifa. Na ili niliombe Mheshimiwa Waziri, wewe pamoja na maprofesa wa nchi, kwa sababu wizara ya elimu ni wizara mtambuka kwenye swala maadili, lazima tukae chini kama taifa tuzungumze, tuwe na modality yetu kama taifa na mataifa mengine yaweze kuiga. Product gani tunaizalisha kutoka kwenye chuo kikuu husika, kuanzia maadili hadi uwezo wa mwanafunzi, kwa sababu mtu anaweza kuwa na uwezo darasani lakini hana maadili, na baadaye tukampeleka kwenye ofisi. Ndio haya Mheshimiwa Rais juzi alikuwa anazungumza, uzalendo kwa Watanzania na watumishi wa serikali umepungua. Ni muhimu sana tuusimamie huo. Kwa kama Mheshimiwa Waziri, lazima kuwe na program, kuwe na mkakati maalum kutoka kwenye wizara yako kuhusisha na wizara ya elimu kwa ajili ya kuweza kusaidia taifa letu. Tuangalie product tunayotoa vioni kuja kwenye kuhudumia jamii ni product ambayo inaendana sawa. Mambo ya kusema mtu akifika chuoni ana uhuru wa manyani wa kufanya anachojisikia, result yake ndio hii. Generation hii haitutaki tufanye hivyo. Tunahitaji kama taifa tujifunge mkanda kuzalisha kitu ambacho kitaenda kuwa na faida kwenye taifa letu. Sasa nikuombe tena Mheshimiwa Waziri, kitu kingine tunatamani kuwa na azimio. Lazima tuwe declaration kama nchi kwamba this is the turning point kwenye swala la maadili, tuende kwenye 1 2 3. Kama tulishawahi kuwa na azimio la Arusha, na sisi kama wizara lazima mkubaliane na wazazi wa nchi. Wewe utazuia leo huyu kabako au utazuia yule kalaitiwa, utazuia, huwezi kufanikiwa kwenye nchi nzima. Ni lazima sasa tuweke mkanda, tuweke mshikamano wa nchi yote kukubaliana kwamba ni kipi tunakifanya kwa ajili ya watoto wetu. Kwa ni lazima kuwe na declaration, lazima kuwe na azimio la kitaifa kwamba kuanzia viongozi wa dini, kuanzia vyuo, kuanzia taasisi mbalimbali, kuanzia bunge na NGOs zote, lazima tuwe na kauli ambayo huu ndio mwelekeo wa taifa letu kuanzia sasa kwenye swala la maadili. Mtu asiyeenda hivi tutafanya 1 2 3. Sasa hizo wizara ni wizara yako, wizara mambo ya ndani, wizara TAMISEMI, wizara ziko nyingi ambazo zinahusika kwenye kutengeneza declaration kama nchi, tukaamua kutoka hapa na kwenda hatua nyingine. Mheshimiwa Waziri, mimi hayo ninatamani sana yafanyike kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Tofauti na hapo tuendelee kulalamika, kwa sababu unaongelea issue ya TCRA kwamba kuna changamoto kwenye mitandao, lakini yale yote ni matokeo ya jinsi mtu anavyolelewa kuanzia ngazi ya chini.
Huku juu tutahangaika na kizazi ambacho tayari kimeshakomaa, tayari kizazi ambacho kimekuwa sugu. Kwa sababu pia hata asubuhi nimezungumza hapa kwamba kwa mfano vijana wanatumia pombe ambazo zimezidishwa content, au wengine wanazidisha kunywa pombe wakiamini kwamba labda ndio njia ya kutoa stress kutokana na either amekosa ajira au kutokana na kesi zao zingine ambazo ni social interaction. Tunatamani kuwe na darasa kubwa sana la kutoa elimu. Mheshimiwa Waziri, bajeti yako ninaiunga mkono, bilioni 76 tulizoomba, lakini natamani investment kubwa ambayo inatakiwa iweke ni kwenye kuelimisha jamii, kwenye TV, kwenye redio, kwenye madarasa. Fanya namna uwezavyo wewe kuielimisha jamii. Wakati huo tunaunda modo tofauti kama taifa la Tanzania kwa ajili ya kuijenga nchi yetu katika mfumo mpya, kwa maana tuwe na declaration yetu ya maadili kwenye taifa letu. Tofauti na hapo, kama ambavyo tunajuta ukame kwenye maji, tunajuta ukame kwenye mazao na hali ya hewa, ndivyo ambapo kuna siku tutajuta kwamba taifa halina viongozi, kwa sababu watu wote wamekuwa ni corrupt. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri, hatuwezi kukubaliana. Macho yako yanashuhudia watu wana Instagram account wanatangaza ushoga. Macho yako yanashuhudia kuna hawa wanavaa nguo zisizokuwa na maadili. Sasa tutabaki kuzuia huyu mmoja mmoja? Ni lazima tutafute mfumo ambao utaunify taifa, kuhakikisha kwamba wote tunakuwa ni wamoja, lakini tunaisaidia nchi kuja kuzalisha mawaziri, kuja kuzalisha marais ambao wana integrity kama ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayo, kama ambao marais wengine wamepita na kama mawaziri wengine ambao hatuwezi kupata mawaziri kama nyie kama hatutakuwa na umoja wa kitaifa au azimio la kitaifa kuelekea kwenye swala la maadili. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa muda. Nilikuwa na mambo mengi ya kuzungumza kwa ajili ya kuchangia, lakini mwisho kabisa yaandike. Mwisho kabisa nisisitize kama taifa ni lazima